Ananibariki na nampenda kutoka ndani ya moyo wangu. Na nilipomwambia ninakuhitaji tarehe 31, akaniambia baba ninakuja. Akatoka Dodoma na leo yuko hapa. Chapia Yesu makofi. Karibu. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Nami nina kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya maisha ya baba yangu hapa. Yes. Nashindwa nianzie wapi. Nikirudi nyuma kidogo, wakati ndo ninafika hapa. Kuna siku moja baba nafikiri ulipata ajali. Nikamwambia dada wakati tumekaa pale, mshikilieni sana huyu mzee. Sijui kama mnakumbuka. Na narudia, mshikilieni sana. Sitaki kwenda huko. Ilikuwa tarehe 8 mwezi wa 2 mwaka huu. Ilikuwa ni Jumapili. Nilikuja hapa ibadani. Ibada ikafanyika, ukafika mwisho wa ibada. Nikamwaga baba. Nikamwambia mimi ninatoka, ninakwenda Dodoma. Ninakwenda kupambana. Wakati tuko pale uliniita. Niseme Sawa. akachukua shilingi 10,000. Baba huyu akaniambia hii ndio fedha yetu Tanzania tulionayo kubwa. Ninakupa, ni mbegu. Unatoka unakwenda Dodoma. Hii fedha ikastawi. Ardhi ya mahali pale Dodoma ni makao makuu. Ninakupa ukapamiliki. Hakuongea sana. Nikapokea, nikasema amina, mimi nikaondoka zangu. Nimekaa Dodoma tangia mwezi wa 2. Nashindwa nizungumze vipi. Lakini Mungu akutunze sana. Nafikiri nimekuwa nikikutumia message zinazosema ombi langu kwa Mungu ni kukuona ukiwa uko mzima. Lakini nimefurahi pia kumwona mama. Mama punga mkono tena. Mama, utaombewa sana. Punga mkono tena. Kama ambavyo ni maombi ya baba kwamba wewe uishi maisha mengi, basi ninaungana naye kukutakia maisha marefu mno. Mungu akutunze sana. Nimeenda Dodoma, nimepambana kweli kweli. Lakini neno ulilolitamka kwamba nenda ukapamiliki Dodoma. Nimenunua kiwanja ambacho nafikiri ni zaidi hiki. Chapia Yesu makofi mazuri. Mbona kama una wivu wewe? Utatembea. Utembea, shangilia na wengine. Chapia Yesu makofi. Alafu kwa namna kilivyopatikana ninashindwa kuelewa. Achana na majenzi hao. Wakati niko nafikiri siku moja, yani nikae siku ya hii moja, kesho natakiwa kurudi Dar es Salaam.
Usiku kama muda huu alitokea rafiki yangu mmoja, ananipenda sana, ni wajina wangu, anaitwa David. Akaniambia, kaka, kuna kiwanja bwana. Hicho kiwanja kiko barabarani. Halafu huyo mtu anataka fedha na kesho, yaani kwa namna yote anatakiwa apate hela na ana shida. Akaniambia kiasi ambacho kilikuwa kinahitajika. Ni nusu heka, labda niseme hivyo taeleweka. Ni nusu heka, kiwanja nusu heka. Nikamwambia hamna shida, tutaenda kesho nikaone. Halafu si kwamba nina hela. Sina pesa. Tukaenda mpaka kwenye kiwanja. Akaitwa yule mtu ndo mhusika wa kile kiwanja. Alivyoitwa, yule kaka kanibamba. Akasema huyu ndo tajiri huyu. Ametoka Dar es Salaam leo. Amekuja amefuata hiki kiwanja. Lakini kumbe siku hiyo mimi natakiwa nirudi huko. Nikamuuliza yule mzee, unataka shilingi ngapi? Akanitajia kiasi alichoitaka. Ndio. Mimi niliongea neno moja, nilimwambia ninakupa kiasi fulani. Twende tukaandikishane. Wakati huo nina kaka yangu ambaye yuko Mwanza. Kumbuka sina hela, lakini nimemwambia nakupa kiasi fulani. Alafu yule mzee akakubali tu. Nikampigia simu kaka, nikamwambia kaka, nitumie hela. Alafu sikumwambia ni ya kitu gani. Hasikupita dakika 2. Pesa ikatumwa. Kile kiwanja nikalipia. Tukaandikishana. Kesho nikawa nimerudi Dar es Salaam. Nakosa lugha nzuri au namna nzuri ya kuelezea ili pengine nieleweke. Ninamshukuru Mungu sana kwa ajili yako. Amen. Mungu wa mbinguni aendelee kukupa maisha marefu sana. Amen. Lakini kama ambavyo unanipenda, na mimi ninakupenda zaidi. Amen. Mungu anasema hivyo. Amen. Ninakupenda mno. Lakini ushuhuda wa pili, wakati baba tunaagana aliniambia aliniambia vitu vingi sana. Lakini akaniambia utakutana na watu wakubwa. Hapa katikati ambapo nilikuwa niko huko, niliwahi kupokea simu ya mwaliko wa kurudi Dar es Salaam. Sijui ni nani aliyemuonyesha. Nafikiri nilikupigia simu nikamwambia nimekutana na Apostle Kimanza. Kwa wanaomfahamu ni mtu mkubwa sana. Sijui ni nani alimwambia kuna kijana fulani ni mwimbaji mzuri. Aliniita kwake. Nikaenda nikaimba pale kwake. Mzigo. Kaingia. Ndio. Baada ya kuimba, baba sikashasema bwana. Lakini akaniahidi na kushutia wimbo mmoja free. Tupige makofi. Yaani video yoyote utakayohitaji, video hiyo ya gharama yoyote utakayohitaji, nitaishuti bure. Ni baraka. Tunamtukuza Mungu kwa ajili hiyo. Lakini tunamheshimu sana Mungu wa madhabahu hii. Tangia nimefika hapa, ni kweli nimewahi kukutana na watumishi mbalimbali. Wakasema vitu vingi kunihusu mimi. Lakini huyu amewazidi wote.
izidi kuonekana kwako, na chochote unachokikusudia kuanzia leo Mungu akazidi kukitenda maradufu zaidi katika jina la Yesu. Ukawe nyota. Cheki Yesu makofi kwa ajili yake. Ongeza tena makofi kwa ajili yake.